kuomboleza na zile familia ambazo walipoteza wapendwa wao wakipigania haki na demokrasia taifa la Kenya. Na mimi nataka kusema ya kwamba sisi kama vijana wa Kenya tuliandamana kwa sababu maisha na uchumi ya Kenya iko pale pabaya, na tukasema ya kwamba tutaenda pale kwa street kupigania haki zetu. Sisi tulipoenda pale kwa street tulitegemea polisi watulinde, wasitulize, lakini polisi walienda kuabudu kwa wao, wakafanya kitu inaitwa shoot to kill ambayo iko prohibited katika katiba, kwa sababu polisi, watu wanapoandamana, polisi anapaswa atulinde, anapaswa tu safeguard, anapaswa atupe protection, lakini polisi alienda kaabudu watu wao. Mimi nataka kukuambia William Samoei Ruto, sisi kama wananchi wa chini wenye tumeumia na uchumi, sisi tumeandamana kwa sababu gharama ya maisha iko juu, na usipo reduce the price of the basic commodity, bado tutarudi kwa barabara. Ile mazungumzo ambayo tunataka saa hii ni mazungumzo ya kurudisha gharama ya maisha ikuwe chini, Mkenya wa kawaida ambaye anaumia aweze kupata haki yake. So mimi nasema kama sisi hatutakuwa represented, sisi tutaendelea kuandamana. Kama sisi hatutapata representation, sisi tutaendelea kuandamana. Na ndiposa nasema ya kwamba leo mimi kama Brenda Kangai nimejiunga na ile familia za watu ambao wamepoteza maisha yao. I am saying to my brothers and sisters, may your soul rest in peace. You never deserved. The government deserved to protect your life, but they never did so. Kwa sababu wale MPs tuko nao parliament, wao wako pale kwa nia ya tumbo zao, wataenda kuturepresent. Lakini mimi nataka kuambia vijana, iwapo mnataka uongozi ubadilike, mtachange kutoka MCA kwenda president, la sivyo tutaendelea kuumia. Na mimi nataka kuambia vijana wa Kenya, tuungane bila ukabila, bila kuangalia kabila yoyote. Kabila yetu ni shida zetu, kabila yetu ni lack of employment, kabila yetu ni high cost of living. Tusiangalie mahali mtu ametoka. Sisi tuende tukachague viongozi ambao wako na nia nzuri katika taifa la Kenya. Tusiende kuangalia wale viongozi ambao wanaenda kuangalia mifuko yao, wale viongozi ambao wanaenda kuegemea upande wenye parliament na president atakuwa. Tuende tukachagua wale viongozi watajua haki zetu kama wa Kenya ni nini. So I am saying this as a youth. When it comes to the next election, let us elect the leaders that are going to represent us in parliament. Let us elect the leaders that are going to feel the pinch of a common citizen. Because with the common citizen, we have no representation. That's the reason why we are going to the street. And when we go to the street, we are being shot by live bullets, which we do not deserve. And I'm speaking behalf of the people of Mount Kenya, and especially the youth of Mount Kenya. Tuache ukabila ambayo tulistikiwa na mababu zetu. Ukabila itatupeleka mahali popote. We have to end tribalism. We have to join together the hands as youth of this country and say no to impunity, not to bad leadership. We are saying no to impunity, no to high taxation. When a citizen in Kisumu ananunua unga 260, ule mtu wako Kiambu ananunua, ule mtu wako Machakos, ule mtu wako Marsabit, ule mtu wako Turkana anaumia, Wakenya wengine wakiumia. Ndio maana mimi kama youth wa Mount Kenya nimetoka kuomboleza na mandugu zangu na madada zangu ambao walipigwa live bullet apparently for no reason. It is painful, it is painful. It is so painful to see Mkenya anakufa kwa sababu ya kupigania haki yake. It is not something that we should even not be talking. When people fought for party democracy, ilileta vyama mingi. Watu wakakuja hapa wakapigania freedom of speech ambayo sasa hizi tunakatazwa. Mimi naambia Wakenya wenzangu, tuungane, tuache ukabila, tuungane kama vijana wa Kenya. We have to say stop impunity in this country. Ukabila lazima iache. Ukabila lazima iache. It is so painful. It is so painful, my dear Kenyans, when somebody ameshutiwa tu bunduki kwa sababu ya kupigania nchi yake. And to my party leader, His Excellency Raila Amolo Odinga, you have fought a good fight. Kenyans have seen it. Both party was there.